Nisikilize nikwambie. Maiti ya dada yangu nitaiosha mimi mwenyewe. Hakuna mtu yoyote anayepaswa kuiosha maiti ya dada yangu. Na kingine nisikilize. Sihitaji msaada wa mtu yoyote kuanzia kwenda kuchimba kaburi mpaka kwenda kuzika. Nadhani umenielewa. Hivi Ngoma, iko kitu ulichokiongea unakielewa kweli? Au hilo jambo lilozungumzwa unaona liko sahihi? Nisikilize ndugu yangu nikwambie. Maiti ya mwanamke basi waandaliwa na mwanamke, na maiti ya mwanaume waandaliwa na mwanaume. Kwa nini unataka kumwandaa dada yako? Alafu isitoshe uwezo kaiandaa maiti. Kwa nini uikafini maiti ya dada yako na kuitayarisha uende ukaistiri pasipokuwa na msaidizi, kitu ambacho kinawezekana hiko? Mimi naona hiyo sio imani ya kawaida. Wewe utakuwa na imani ya kishirikina. Nadhani hujanielewa ninachomaanisha. Lakini kuna wakati utanielewa nini namaanisha. Kwa sasa hivi unaweza usinielewe. Kuna wakati inabidi ufanye maamuzi magumu ambayo hata watu wakiangalia wanaona ni magumu, lakini ndio yanakuwa maamuzi sahihi. Haijalishi hata kama Mungu hapendi. Dini ni dini na mimi ni mimi. Usiniletee dini yako, sio? Umenielewa? Huu msiba ni wa ghafla sana. Isitoshe ni msiba wa utata. Kwa nini maiti ya kuipeleka hospitali kwa lengo la kuichunguza, kutambua ni nyoka gani aliyemgonga, ikiwa sehemu alomgonga hakuna dalili yoyote ya nyoka? Hapa kuna namna. Kuna mchana alafu kuna giza. Yaani ninachomaanisha kwamba kuna mwangaza alafu kuna giza. Kwa hiyo hivi vitu vinavyoendelea, hii naona ni upande wa gizani. Ukiwa na jicho la tatu unaweza ukaelewa, ila nakusii tu binti, huo mdomo wako usije ukakuponza, maana kauli moja tu inaweza kukatisha uhai wako. Mbona sijakuelewa nini unachomaanisha? Inaonekana unajua fika kinachoendelea juu ya huu msiba. Na kama unajua, kwa nini unatuficha? Nisikilize binti. Mimi sijui chochote ambacho kinachoendelea. Ila kuna wakati ukiliangalia gazeti na ukiona kichwa cha habari, basi utajua ni kitu gani ambacho kilichoandikwa kwenye hilo gazeti. Kwa hiyo muda mwingine inabidi ujifunze kwa kutazama. Alafu kwa makini sana. Kuna jambo naomba nikuelekeze na naomba ulifanyie kazi haraka sana iwezekanavyo. Kwa sababu naamini mpaka unakuwa shehe, kuna watu wanakuamini na wanakufuata nyuma yako. Kwa hiyo naamini utanisaidia katika hili. Ni jambo gani hilo? Na imani itakuwa ni la heri na sio la shari. Vizuri sana. Sasa nilikuwa naomba chukua watu wako wote, kusanya watu wako wote, alafu muondoke. Kwangu hakuna msiba tena, na kama kuna msiba basi nitazika mimi mwenyewe. Si unanielewa shehe? Hivi Ngoma, unaelewa kweli unachokiongea? Una akili timamu wewe? Hivi unafikiria kweli? Hebu fikiria. Wanakijiji wote wanajua kwamba hapa kuna msiba. Leo hiyo unakuja na kusema hakuna msiba. Hivi unadhani nani atakayekuelewa? Iko kitu akiingia akilini kidogo. Hebu fikiria vizuri. Hivi ni kitu gani ambacho sieleweki shehe? Nimeshasema kwangu hakuna msiba, na kama kuna msiba nitazika mimi mwenyewe. Alafu nisikilize kwa makini. Kama utaendelea kulazimisha,
wewe pamoja na watu wako. Makaburi yenu yatakuwa hapa hapa. Hakuna mtu atakayeondoka hapa. Wote mtazikwa hapa hapa. Sio, umenielewa? Msiba, msiba, msiba. Yanawagika machozi, wengine wanafurahi, imejaa na simanzi, na wengine hawatalii. Kifo ni fumbo zito, ni ngumu. Ustazi, ulikuwa umetuambia tujiandae kwa ajili ya kwenda kuchimba kaburi, lakini imekuwaje mpaka Ngoma amechukua chepe na alipoelekea sio maeneo ya makaburi? Ina maana aziki maeneo ya makaburi ya kijiji. Kijana, huu sasa ushakuwa sio msiba, ila bali ni uwanja wa vita. Huyo Ngoma amenifuata na amenielekeza kwamba watu wote watawanyike. Yeye ataukafini mwili wa dada yake na ataenda kuustiri, na amesema kwamba hakuna msiba, na hata kama ikutokea msiba basi atazika peke yake. Hilo ni jambo ambalo haliwezekani. Hivyo ni vitisho tu. Haiwezekani mwili wa dadake uoshe yeye, ingali wanawake wenzake wapo ambao wanatakiwa waoshe ule mwili. Hilo ni jambo ambalo haliwezekani, Ustazi. Na wewe umeruhusu hilo jambo? Hapana, mimi sijakubaliana na hilo swala. Eti kama ningekubaliana na hilo swala, mimi sasa hivi nisingekuepo hapa. Lakini hapo unaniona mimi nipo. Na nafikiria ili swala tunalimaliza vipi? Sio kwamba mimi nimekubaliana na hicho kitu. Kwa kitu ambacho hakiwezekani kabisa. Hilo jukumu niachie mimi. Wewe waambie waendelee kuosha mwili ule. Mimi naenda kuchimba kaburi. Kwa kuwa umeamua hivyo na kulibeba hilo swala wewe, basi sio mbaya. Naona ni jambo zuri. Kuhusu majukumu ya huko nyumbani niachie mimi. Mimi nitajua na yamaliza vipi. Na afu istoshe, mimi naona mtu mmoja aweza akatusumbua kichwa sisi wote. Yaani kijiji kizima tuangaike na mtu mmoja, kitu ambacho hakiwezekani. Wewe nenda kashughulikie hilo swala. Nachokuomba, chukua wenzio mwende mkaanze kuosha ule mwili. Maana mpaka hivi sasa huyo kakako simuelewi utaratibu gani ambao wanaofanya. Na hata hivyo
Nimeambiwa kwamba amebeba chepe, lakini alipoelekea sio makaburini na sijajua na lengo gani. Na amesema kwamba watu wote watawanyike, kama kuzika atazika yeye mwenyewe. Kwa hiyo mimi ninachokiona hapo, mwende mkaanze kuandaa ule mwili. Lakini ustazi, kaka amesema mwili wa dada atauandae mwenyewe na amenikataza kabisa kuingia kwenye chumba cha maiti. Hapa nilipo naogopa. Nisikilize Aisha. Yeye ameukataza usiingie katika chumba cha maiti. Lakini mimi ni kiongozi na natoa amri. Chukua wenzio, mwende mkaoshe ile maiti. Haiwezekani yeye akataka kuikafini maiti ya dada yake. Kwa nini yeye aiandae maiti ya dada yake? Alafu kingine kwamba unaogopa kwamba kukataza usiingie katika kile chumba. Hilo lisikutie hofu. Wewe mwambie mimi ndo nimekuruhusu. Hivyo vitu vyote mimi nitavibeba. Na isitoshe, mnapoenda kuosha hiyo maiti, mimi natoka naenda kuchukua sanda msikitini ili tuweze kuistiri ile maiti. Au nataka maiti haribikie ndani? Kama nilivyokuambia, yani mimi hapa naogopa, hata sijui naanzaje kwa kweli. Lakini sawa, ngoja nifanye kama ulivyonielekeza.